Tunavyokutana navyo mara nyingi sio vitu vya kawaida. Unaweza kujiuliza ni vitu vya aina gani? Yaani wewe sasa hivi uko hapa. Ni muda mrefu. Uko hapa. Muda mrefu. Yaani sio hapa kanisani. Yaani wewe kuzaliwa kwako. Umekuja Dar es Salaam muda mrefu, miaka ni mingi uko hapa Dar es Salaam. Unapambana na maisha. Unashangaa. Una zaidi ya miaka hata 10 na kijijini hujaenda. Lakini kila kilala tu unajiona uko kijijini. Hata kuonekana huko kwenye mji. Kila kulala tu kupiga usingizi uko kupiga huko kijijini. Yaani uko kijijini kabisa umelala. Unamkia kwenye nyumba ya bibi yako. Na huko unachota maji na waletea. Mambo yana unajiuliza hivi kwenye nyumba ya bibi yangu nilikuwa nafuata nini? Hivi nyumbani kwetu nilikuwa nafuata nini? Hivi vitu vilikuwa nafanyika nilikuwa nafuata nini? Kumbe kuna mambo yalikuwa yanaendelea. Mungu anakuambia kuna jambo lilitokea sio la kawaida kwenye maisha yako likakufunga. Ndio maana unateseka. Sasa unakuwa uelewe. Unasema nakumbuka kijijini. Watu waliokufa muda mrefu usiku wewe ndio wa kwako. Ukulala tu wale waliokufa ndio hao. Mara mnaenda sokoni pamoja. Hapo kutoka kwenye ndoto nasema wamenikumbuka. Haleluya. Wamefanyaje? Wanakimbia na sadaka yako au nini unaenda kutoa. Wamenikumbuka, acha niwatolee sadaka waliziki. Kama nikambuzo na kakata miguu wale wamenikumbuka. Wakati roho yuko na kuvuta. Mungu anakuambia vitu vyako vinakufa. Vitu vyako vinapotea. Kama una mauti, umefunika ulicho nacho, umekamata ulicho nacho, unafunga ulicho nacho, unasema mimi hii hapa sasa hili ni la kawaida hili. Nalitolea mbuzi linaondoka. Kumbe nazidi kujiunganisha zaidi. Kumbe nazidi kujiletea matatizo zaidi. Kumbe nazidi kukaa kwenye vifungo hata vyo stahili. Usivyo stahili kabisa kwenye maisha yako. Bila kukamata unaendelea pale. Kuna vitu lazima kama watoto wa Mungu tuelewe. Hata kama tunaombaje, lazima tuelewe. Hujakaa vizuri usiku umelala, unaona binti anakuja kulala na wewe. Hapo umeoa, ona hata siku 4. Afara sema hili ni jambo la kawaida. Haijakaa siku 10 ndoa migogoro inaanza, maneno, vurugu, ndio inavunjika. Unaanza kumlaumu shangazi, unaanza kumlaumu mjomba, unaanza kumlaumu sijui nani jirani, unaanza kulaumu nani. Kumbe tatizo limekuja. Ni hata kama umeolewa, lakini kuna ndoa ya kiroho imesimama juu ya maisha yako. Kama hiyo ndoa isipoondolewa, hiyo wewe hata ufanyeje, hiyo ndoa ulio nayo haiwezi kusimama. Yaani itasimama tu kwa ugumu, yaani ni kwamba mwanaume au mwanamke kuvumilie tu, lakini ile roho ikishaingia, hiyo ndoa lazima isumbue. Katika ulimwengu wa roho wewe una ndoa, na kama ulimwengu wa roho kuna ndoa, nakwambia ulimwengu wa kawaida ni shida. Walivyo navyo vitakufa, wanavyofanya haviendi, furugu kila kitu hakusogei. Lakini shida ni nini? Kuna roho zipo zinakutana na wewe kwenye ndoto.
Wametoka wewe, wamelala usiku, wameona watu wanakutumbukiza kwenye shimo, unatoka pale unasema asante Yesu, na wakati shimo mnaona hujatoka. Maana yake uko kwenye shimo lile, kila unachofanya kipo kwenye shimo, kila unachogusa kipo kwenye shimo, mipango leo yuko kwenye shimo. Kila kitu chako kipo kwenye mashimo mle mle. Kama nguvu ya Mungu isiposhuka kukutoa kwenye shimo lile, unaendelea kuteseka kwenye shimo lile. Kila siku kwenye shimo. Na kwa nasema sielewi kinachoendelea ni nini? Kwamba adui amekukamata. Kama waliweza kumtupa Yusufu kwenye shimo, lakini vizuri shimo alikuwa na maji, na lengo lilikuwa ni amalizikie huko huko, vya kwake vife, afe, alafu hapo juu unajikuta huko kwenye shimo tu. Unajiuliza kwenye shimo natafuta nini? Maisha haya, hata kama unaishi maisha yako haya ya mwili, zingatia sana kuelewa masuala yako ya kiroho. Maisha ya kiroho ni maisha halisi. Licha ya kuwa wewe unaona sio kawaida, yaani unaona ni mimi havinuhusu tu, lakini ni maisha halisi. Kinachotokea maishani mwako ni hicho hicho, sio kingine, ni hicho hicho, ndicho kinachokuja kudhihirika kionekana. Umelala huko pale, umelala umesikia, unashangaa duka lako huko kwenye ndoto, naona duka linateketea, moto unateketeza duka zima, duka lako. Alafu kutoka pale unasema mambo safi kabisa haya. Baada ya siku chache wateja wanapungua, baada ya muda mchache biashara zinashuka, bidhaa zinaharibika. Baada ya muda, sio muda mrefu, biashara inaanguka chini. Unaanza kujiuliza, ni nini kilichoua biashara? Kulitokea kitu gani kikaua biashara? Mchawi gani huyo jirani aliyeua biashara? Tatizo lionyeshwa kama biashara zako zinateketea. Ulikuwa unatakiwa sasa ukomboe hiyo biashara, uingie kwenye maombi ya ukombozi kwenye hiyo biashara, noanze kuvunja na kuua hizo roho zinazopambana kukuharibia biashara. Sasa wewe umetoka ukasema haya, haleluya. Sasa anakuja kutokea huko, sasa unashangaa, hivi kwa kwaje vitu vyangu vikapotea? Lakini unaoneshwa maisha ya kiroho yako serious kuliko maisha mengine, yako wazi, yaani vitu vinaonekana.